kabisa katika kipindi zetu za siri ya msamaha wa dhambi, ukiletewa na Pastor Ibrahim kutoka kanisa ya Righteousness of God Ministry. Na maandiko inasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala akusimama katika njia ya wakosaji, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezaye. Na atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, ambao huzaa matunda yake wakati wake, na lolote ufanyalo litafanikiwa. Na kukaribisha katika kipindi chetu cha siri ya msamaha wa dhambi, ukiletwa na Pastor Ibrahim kutoka kanisa ya Righteousness of God Ministry hapa Lare. Na kukaribisha katika ibada zetu, uje tujumuike pamoja, tuweze kusikiza neno la Mungu pamoja, tuweze kuelewa hii siri ya msamaha wa dhambi ambao watu wengi hawaielewi. Hakuna mahali pengine unaweza pata hii injili ya kuelewa siri ya msamaha wa dhambi isipokuwa katika hiki kipindi zetu. Unapofuatilia kipindi zetu, naamini kwamba utajua siri nyingi sana, kwa sababu msamaha ni siri ambayo imefisika na watu wengi hawaielewi. Lakini Mungu ametujalia neema ya kujua siri za ufalme wa Mungu. Na hebu tuangalie Biblia, tusome kitabu cha Mathayo. Tufungue Biblia zetu kitabu cha Mathayo sura ya 19 mstari wa 11. Maandiko inasema, lakini yeye niliyewaambia, lakini yeye atawaambia si wote, lakini yeye akawaambia si wote walipokeae neno hili, ila wale waliojaliwa. Akawaambia si wote wawezaye kupokea neno hili, ila wale waliojaliwa. Si kila mtu anaweza kupokea hili neno, bali ni wale waliojaliwa. Tuangalie pia kitabu cha Marko. Tunaangalia injili ya Yesu Kristo bila ananena kupokea hili neno. Marko sura ya 4 mstari wa 11, akawaambia, enyi mmejaliwa kusijua siri za ufalme wa Mungu, bali kwa wale walio nje yote hufanywa kwa mifano. Yesu akawaambia, nyinyi mmejaliwa kusijua siri za ufalme wa Mungu, bali wale walio nje yote hunenwa kwa mifano. Tuangalie Luka. Kitabu cha Luka 13 mstari wa 11. Na tazama, palikuwepo kitabu cha Luka sio hiyo, ngoja kidogo, ni kitabu cha Luka kitabu cha Mathayo, samahani, Mathayo 13:11. Akajibu akawaambia, ninyi mmejaliwa kusijua siri za ufalme wa mbinguni, bali wao hawakujaliwa. Maandiko inasema, inaongea kuhusu wale wamejaliwa kusijua siri za ufalme na wale hawakujaliwa. Bila unaona kusamehewa dhambi, kuna watu ambao hawajasamehewa dhambi na kuna wengine wamepokea msamaha wa dhambi. Kwa hivyo wale walisaguliwa kutoka mwanzo. Katika programu yetu tunaendelea kujifundisha kuhusu kuhusu kusaguliwa. Na wale waliosaguliwa ndio wale ambao wamejaliwa kusijua siri za ufalme wa mbinguni. Si kila mmoja amejaliwa kujizua siri za ufalme, bali wale waliosaguliwa tangu mwanzo ili waweze kujizua siri za ufalme wa mbinguni. Tuangalie kitabu cha Yohana, tusikie vile Yesu anazungumza kuhusu jambo hili. Yohana
6 mstari wa 65, maandiko inasema, akasema, kwa sababu hiyo nawaambia ya kwamba hakuna mtu awezaye kuja kwangu isipokuwa amejaliwa na Baba yangu. Yesu alieleza akasema, hakuna mtu anaweza kuja kwangu bila kujaliwa na Baba yangu. Kwa hivyo watu wote ambao wanaenda kwa Yesu Kristo wanaenda kwa sababu Baba amewajalia kwenda kwa Yesu Kristo. Na ukienda, wale ambao wamejaliwa kwenda kwa Yesu Kristo, wanapofika kwa Yesu Kristo, Yesu anachukua dhambi zao. Kwa nini watu wanahisi kusema wao ni wenye dhambi? Kwa nini watu wanajiona wao ni wenye dhambi? Ni kwa sababu hawajajaliwa na Mungu kukutana na Yesu Kristo. Kwa sababu mtu aliyekutana na Yesu Kristo lazima maisha yake yabadilike. Ukiangalia, kuna mtu alizaliwa kuwa kipofu tangu kuzaliwa kwake. Alipoyaliwa kukutana na Yesu Kristo, huyo kipofu aliweza kuona. Haleluya! Ukiangalia mtu aliyeishi miaka 38, alipoyaliwa kukutana na Yesu Kristo, aliweza kutembea. Kwa hivyo mtu yoyote ambaye amejaliwa, katika Biblia tumeona wale waliyaliwa kukutana na Yesu Kristo waliweza kupokea msamaha wa dhambi, kama Zakayo alipokea msamaha wa dhambi. Haleluya! Ukiangalia kama mwanamke Msamaria alipokutana na Yesu Kristo aliweza kupokea msamaha wa dhambi. Mwanamke aliyetokwa na damu miaka 12 alipokutana na Yesu Kristo, Yesu aliweza kumponya. Ukiangalia huyu mwanamke ambaye anaitwa Mariamu aliyekuwa na pepo 7 alipokutana na Yesu Kristo aliweza kupokea msamaha wa dhambi. Na hata huyu mtu aliyepooza, aliyebeba na watu 4 wakamteremsha katika dari, alipokutana na Yesu Kristo, Yesu alimwambia, mwanangu, dhambi zako zimesamehewa. Haleluya! Kwa hivyo unapokutana na Yesu, jambo la kwanza Yesu anakufanyia ni kukusamehe dhambi zako. Kwa hivyo watu wale ambao wanapokea msamaha wa dhambi ni wale ambao wamejaliwa kukutana na Yesu Kristo. Ndio Yesu akasema, kwa sababu hiyo nawaambia ya kwamba hakuna mtu awezaye kuja kwangu isipokuwa amejaliwa na Baba yangu. Wale wamejaliwa na Baba kwenda kwa Yesu Kristo wanakutana na Yesu Kristo. Wanapokutana na Yesu, huyu mwenye dhambi amebeba nini ambao anakutana na Yesu Kristo? Amebeba dhambi. Yesu na yeye ambao amejaliwa kukutana na yeye amebeba nini? Yesu amebeba haki. Unapokutana na Yesu Kristo, Yesu Kristo anachukua dhambi zako na yeye anakupatia haki yake. Ukiangalia katika kitabu cha Wakorintho, tuangalie kitabu cha Wakorintho wa pili 5 mstari wa 21. Wakorintho wa pili 5 mstari wa 21. Maandiko inasema, yeye asiyejua dhambi alimfanya dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Yeye asiyejua dhambi alimfanya dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Yeye asiyejua dhambi ni Yesu Kristo. Kwa hivyo yule ambaye Mungu amemjalia kukutana na Yesu Kristo, unapokutana na Yesu Kristo, Yesu anachukua dhambi zako na anakupatia haki. Kwa nini nasema mimi ni mwenye haki? Kwa sababu nimekutana na Yesu. Kwa sababu Mungu amenijalia kukutana na Yesu Kristo. Ninapokutana na Yesu lazima maisha yangu yabadilike. Nilikuwa mwenye dhambi kabla ya kukutana na Yesu Kristo. Baada ya kukutana na Yesu Kristo, Yesu akachukua dhambi zangu, nikafanyika mwenye haki. Haleluya! Si kufanyika mwenye haki kwa sababu nilitenda matendo mazuri. Si hata kwamba nilifanyika mwenye haki kwa sababu ya juhudi yangu, kwa sababu nilikutana na Yesu Kristo. Mungu alinijalia kukutana na Yesu Kristo, na aliponijalia kukutana na Yesu Kristo, Yesu Kristo akachukua dhambi zangu na akanipatia haki yake. Haleluya! Na ndio maandiko inasema, yeye asiyejua dhambi alimfanya dhambi ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Nani hakujua dhambi? Yesu hakujua dhambi. Na Mungu aliponijalia kukutana na Yesu ambaye hakujua dhambi, alifanywa dhambi kwa ajili yangu. Tuangalie kitabu cha Isaya. Tuangalie kitabu cha Isaya 53. Isaya 53 mstari wa 4. Maandiko yanasema, hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu, lakini tulidhani ya kuwa anapigwa na Mungu na kuteswa.
Maandiko inasema hakika ameyasukua masikitiko yetu. Unapokutana na Yesu Kristo, anasukua dhambi yako, anasukua masikitiko yako, anasukua huzuni yako, anasukua magonjwa yako. Haleluya. Yesu hakuasi dhambi unapokutana na yeye. Yesu hakuasi masikitiko. Yesu hakuasi huzuni. Yesu hakuasi ugonjwa. Ndio maandiko inasema katika kitabu cha Mathayo. Tuangalie Mathayo sura ya 8, tuone vile Yesu alibeba magonjwa yetu. Sura ya 8 mstari wa 17. Maandiko inasema ili litimie neno na nabii Isaya akisema, mwenyewe alituika udhaifu wetu na kuyasukua magonjwa yetu. Kwa hivyo Yesu hakuchukua dhambi peke yake. Unapokutana na Yesu Kristo, ana kitu ya kwanza anasukua dhambi, kitu ya pili anasukua masikitiko yako, kitu ya tatu anasukua huzuni yako, kitu ya 4 anasukua magonjwa yako. Haleluya. Ndio tunaona ya kwamba wale walioyaliwa kukutana na Yesu Kristo, wao hawana huzuni, wao hawana sikitiko, wao wamepona, wao si wenye dhambi tena. Kwa sababu gani? Yesu alisasukua huzuni yao, alisajituika huzuni yao, amesasukua udhaifu wao, amesasukua magonjwa yao, amesasukua dhambi zao. Haleluya. Tuangalie Isaya tena, tuone tunapokutana na Yesu kasi ile Yesu anatufanyia. Isaya 53 verse 11. Ataona mazao ya taabu ya nafsi yake na kuridhika. Kwa maarifa yake mtumishi wangu mwenye haki atafanya wengi kuwa wenye haki, naye atasukua maovu yao. Hapa maandiko inasema ataona taabu ya nafsi yake na kuridhika, na huyo mtumishi wangu mwenye haki atafanya wengi kuwa wenye haki, na atasukua maovu yao. Kwa hivyo ukiona uko na dhambi, Mungu akakujalia kukutana na Yesu Kristo. Kwa sababu ukikutana na Yesu Kristo, Yesu Kristo anakufanya mwenye haki na anasukua maovu yako. Kwa hivyo kama uko na hukumu ya dhambi ndani ya moyo wako, mpendwa mtazamaji, haujajaliwa na Mungu kukutana na Yesu Kristo. Lakini leo Mungu anakujalia ukutane na Yesu Kristo, kwa sababu Yesu ni hili neno na ubiri. Yesu ni ujumbe ambao unakufikia leo. Ukiweza ukipokea hili neno ndani ya moyo wako, Yesu atabeba dhambi zako. Utaona bila Yesu alibeba maovu yako, bila Yesu alibeba huzuni zako, bila Yesu alijituika huzuni zako zote, bila alisukua magonjwa yako yote, na bila alibeba dhambi zako zote, na bila amekupatia haki, amekufanya mwenye haki. Haleluya. Hii ni kazi Yesu anafanya baada ya kukutana na wewe. Lakini watu wengi hawaye kukutana na Yesu kwa sababu Mungu hawayalia kukutana na nani? Na Yesu Kristo. Unapokutana na Yesu Kristo, lazima maisha yako ibadilike. Kwa sababu si wewe unabadilisha maisha, ni Yesu anabadilisha maisha yako. Baada ya kukutana na Yesu Kristo, anabadilisha maisha yako. Hapa maandiko inasema ataona taabu ya nafsi yake, ataona mazao ya taabu ya nafsi yake na kuridhika. Kwa maarifa yake mtumishi wangu mwenye haki atafanya wengi kuwa wenye haki, na atasukua maovu yao. Haleluya. Na atasukua nini? Maovu yao. Unapokutana na Yesu Kristo, Yesu kitu ya kwanza anasukua dhambi zako, anasukua maovu yako. Kwa hivyo ukiona uko na dhambi au kukutana na Yesu, tuangalie Petro. Tuangalie kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 24. Maandiko inasema Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 24. Yeye mwenyewe alizisukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi na tuwe hai kwa mambo ya haki, na kwa kupigwa kwake tumeponywa. Kwa hivyo ukiangalia hapa Biblia imeongea mambo matatu. Jambo la kwanza, yeye mwenyewe alisisukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya nini? Juu ya mti. Kwa hivyo alisasukua dhambi zetu. Jambo la pili ni inasema tuwe wafu kwa mambo ya dhambi na tuwe hai kwa mambo ya haki. Jambo la tatu, kwa kupigwa kwake tumeponywa. Lakini nashangaa watu wanaenda kupaka mafuta ili wapone, na wasomi ili neno waone walipona.
Ulishapona kitambo, lakini kwa sababu ya udanganyifu wa wahubiri, wao unafikiria kuna mafuta utapakwa, kuna maji utakunywa, kuna kitambaa utanunua ili uweze kupona. Kwa sababu gani? Auangalii neno. Kwa mapigo ya Yesu Kristo umepona. Naye kasi ya Shetani kukudanganya, kukuonyesha wewe ni mgonjwa, kukuonyesha kuna maumivu bado, wewe ni mgonjwa. Ufai kusikiza maumivu, sikiza neno vile linasema. Kwa mapigo ya Yesu Kristo ulipona. Haleluya. Hata ukihisi maumivu katika mwili wako, soma hili neno. Kwa mapigo ya Yesu Kristo nilipona. Haleluya. Yeye mwenyewe alisukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya nini? Juu ya mti. Kwa hivyo sina dhambi kwa sababu Yesu alisukua dhambi zangu. Kwa nini nasema sina dhambi? Nasema sina dhambi kwa sababu Yesu Kristo alisukua dhambi zangu. Sisemi atasisukua, na maandiko inasema alisisukua. Sisemi atasukua dhambi zako, bali tayari alisasukua dhambi zako. Lakini unapata watu wale waya kutana na Yesu kwa sababu yeye aliwa na Mungu kutana na Yesu Kristo, wanasidi kusema mimi ni mwenye dhambi, mimi ni mwenye dhambi. Na anasema nitaishi aje namna gani bila kutenda dhambi? Niulize swali moja, nikuulize mpendo mtazamaji. Kabla Adamu amwasi Mungu, angefanya dhambi? Kabla Adamu dhambi ingia ndani ya moyo wake, angefanya dhambi? Angeweza kufanya dhambi kwa sababu gani? Dhambi haimo ndani yake. Sasa tuseme Yesu amekuja duniani, amebeba dhambi yote ya ulimwengu, amesukua dhambi zako, utatenda nini? Hauna dhambi ya kutenda. Kwa sababu gani? Yesu amesasukua dhambi zako. Lakini tunapozungumzia kuhusu dhambi, kusamehewa dhambi, watu wengi hawaelewi dhambi ni nini. Wanafikiria dhambi ni uongo, dhambi ni userati, dhambi ni wizi, dhambi ni ulevi, dhambi ni kupigana, dhambi ni kuua. Hiyo ndio watu wengi wanaita dhambi. Lakini hayo yote si dhambi. Hayo ni dalili ya kuonyesha wewe ni mwenye dhambi. Nataka uweze kuangalia hapa, mpendo mtazamaji, kuna picha nataka nikuonyeshe ya moyo wa mwanadamu. Ndani ya moyo kuna dhambi. Okay, moyo inatoa mawazo. Haya ni mawazo mabaya. Moyo inatoa kitu mawazo yanatoa kitu kinaitwa matendo. Haya ni matendo mabaya, haya ni mawazo mabaya. Sasa ukiangalia hapa, watu wengi hawaangalii dhambi iliyo ndani ya moyo, wanaangalia mawazo na matendo. Ndio sasa wakienda kuomba msamaha, wanaenda kuomba msamaha wa matendo mabaya walioyatenda. Wanapoenda kuomba msamaha, wanaenda kuomba msamaha kwa sababu ya mawazo mabaya ambao wamekuwa nayo. Lakini elewa, bado dhambi iko ndani ya nini? Dhambi iko ndani ya moyo. Nataka uweze kuelewa, tunapozungumzia kuhusu kusamehewa dhambi, hatuzungumzii maovu. Kwa sababu nje kuna moyo, kuna ndani ya moyo na kuna nje ya moyo. Sasa watu wengi wanaokoka mawazo mabaya, wanaokoka matendo mabaya, dhambi inabaki ndani ya moyo wao. Sasa ukimuuliza umeokolewa? Mimi nimeokoka. Unaenda mbinguni? Unamuuliza sawa, wewe umeokoka. Umeokoka kutoka wapi? Kwa dhambi. Unatenda dhambi? Hapana. Ukitenda dhambi unafanya nini? Naenda naomba msamaha. Unatenda dhambi ikiwa wapi? Kama tuseme huu moyo hauna dhambi, yule ako ndani ya huu moyo ni Yesu. Dhambi inaweza patikana ndani ya huu moyo? Sasa unatenda dhambi kwa sababu kuna dhambi ndani ya moyo. Watu wengi hawajui dhambi iliyo ndani ya moyo, wanatambua mawazo na matendo, hawajui ndani yao. Ndio tunapozungumzia kusamehewa dhambi, wanasema mtu hawezi kuwa mtakatifu. Kiukweli mwanadamu hawezi kuwa mtakatifu, kwa sababu mwanadamu hawezi jitakaza. Lakini Mkristo ni mtakatifu. Kuna tofauti ya Mkristo na mwanadamu. Mwanadamu ni mwenye dhambi, huyu ni mwanadamu. Huyu na yeye ni Mkristo. Mkristo ni mtu aliye na Kristo ndani ya moyo wake. Mwanadamu ni mtu aliye na dhambi ndani ya moyo wake. Sasa huyu mwanadamu ako na dhambi ndani ya moyo wake. Huyu na yeye ni Mkristo, ako na Kristo ndani ya moyo wake. Kwa hivyo huyu anatenda nini? Huyu anatenda haki.
kwa sababu Kristo mwenye haki ameshaingia ndani ya moyo wake. Lakini huyu ni mwenye dhambi, ndio anatenda dhambi. Kwa hivyo kama dhambi iko ndani ya moyo wako na unatenda dhambi, jua wewe ni mwanadamu. Wewe umetoka kutoka kwa Adamu. Na ndio Biblia inaeleza kuhusu Adamu aina mbili. Inaeleza Adamu wa kwanza na Adamu wa pili. Adamu wa kwanza alileta dhambi, Adamu wa pili akaleta haki. So ukiangalia huyu Adamu wa kwanza alileta dhambi. Katika kitabu cha Warumi 5 mstari wa 12 nasema, kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na hiyo dhambi mauti, na hiyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wametenda dhambi. Kwa hivyo kupitia Adamu wa kwanza tukafanyika wenye dhambi. Haleluya. Hebu tuangalie hapa, tuangalie kitabu cha Warumi, mpendwa mtazamaji, fungua kitabu cha Warumi 5, Warumi 5 mstari wa 19. Maandiko inasema, kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi, kadhalika kwa kuasi kwake mtu mmoja, huyu mtu mmoja wewe ni mwenye dhambi kwa sababu ya Adamu baba yako. Uliposaliwa, ulisaliwa ukiwa mwenye dhambi, kwa sababu hii dhambi uliirithi kutoka kwa baba yako. Na ndio maandiko inasema, kwa maana kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi. Kwa hivyo uliingizwa kuwa mwenye dhambi. Si ati kwamba uliingia kwa dhambi, uliingizwa. Alafu inasema kadhalika kwa kutii kwake mmoja watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Sasa huyu ni mwenye dhambi, huyu ni mwenye haki. Kwa tendo moja la haki watu wengi wameingizwa katika hali ya kuwa wenye haki. Kwa kutii kwake Yesu Kristo tumeingia katika hali ya wenye haki. Kwa hivyo unafaa ujiulize, uko kwa yule aliye hasi ama yule aliyetii? Ukiwa kwa yule aliyetii wewe ni mwenye haki. Ukiwa kwa yule aliye hasi wewe ni mwenye dhambi. Haleluya. Biblia imeweka clear, inatofautisha mwanadamu na Mkristo. Inatofautisha yule ambaye ni uzao wa Adamu na yule ambaye ni uzao wa Yesu Kristo. Na ndio Biblia inazungumzia kusaliwa mara ya pili. Mwanadamu alisaliwa kuwa wa Shetani kwa njia ya neno. Shetani alikuja akanena neno, akaliweka ndani ya moyo wa Adamu. Akamwambia ati Mungu alisema msile matunda yote ya mti ya bustani. Mwanamke akasema matunda yote ya mti ya bustani tunaweza kula, lakini matunda ya mti wa katikati Mungu amesema tusile wala tusiguse, tusiye tukafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Maana Mungu anajua siku ile mtakula matunda mti huo mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya. Hiyo sauti ikaingia ndani ya moyo, ikasaa mwanadamu akawa mwenye dhambi na akawa wa Shetani. Na sauti hii ambayo iliingia katika moyo wa mwanadamu ili itolewe, Mungu akatuma Yesu. Yesu akakuja akiwa neno. Ndio maandiko inasema hapo mwanzo kulikuweko na neno, na neno alikuweko kwa Mungu, na neno alikuwa kwa Mungu. Yohana sura ya kwanza mstari wa 14 ikasema, neno akafanyika mwili tukaona utukufu kama utukufu wa mwana wa pekee, amejaa neema na kweli. Kwa hivyo ili neno ndio linatusaa mara ya pili kulingana na kitabu cha Yakobo sura ya kwanza mstari wa 18. Maandiko inasema kwa kupenda kwake ametusaa kwa neno la kweli. Kwa kupenda kwake ametusaa kwa neno la kweli. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 23. Maandiko inasema namna gani? Maandiko inaeleza vizuri, nasema tumesaliwa mara ya pili, si kwa mbegu yaribikayo, bali mbegu isiyo haribika, yaani neno la Mungu lidumulo hata milele. Kwa hivyo tumesaliwa mara ya pili kwa neno. Wale wamepokea neno, wale wamepokea Yesu ndani ya moyo wao, wamefanyika wenye haki, wamefanyika watoto wa Mungu. Lakini wale hawana neno na msamaha wa dhambi ndani ya mioyo yao, ni wenye dhambi, ni wanadamu wa kawaida na wawezi kupokea neno la Mungu. Amen. So nataka waangalie vizuri, uone dhambi ni nini. Dhambi si ile kitendo unafanya, dhambi si ile mawazo mabaya uko nayo. Dhambi iko ndani ya moyo, na hii dhambi ulisaliwa nayo. Kutoka katika tumbo la mama yako ulisaliwa ukiwa mwenye dhambi, na ndio unafaa usaliwe mara ya pili. Yesu akasema katika kitabu cha Yohana, akasema amini amini nakwambia, usiposaliwa mara ya pili huwezi kuingia katika ufalme wa mbinguni. Hakuna vile mtu ayasaliwa mara ya pili ataingia katika ufalme wa mbinguni. Wengi wanafikiria kusaliwa mara ya pili ni kubatishwa. Ubatisho si kusaliwa mara ya pili. Hapana. Tunasaliwa mara ya pili na neno. Na ndio Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 23, maandiko inasema namna gani? Maandiko inasema kwa kuwa tumesaliwa mara ya pili, si kwa mbegu yaribikayo, bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu
lenye uzima lidumulo hata milele. Tumesaliwa mara ya pili, si kwa mbegu haribikayo, bali mbegu isiyoharibika, yaani neno la Mungu. Neno la Mungu ndio limetuzaa mara ya pili. Yakobo sura ya 1 mstari wa 18, maandiko inasema kwa kupenda kwake mwenyewe alituzaa sisi kwa neno la kweli, tuwe kama limbuko la viumbe vyake. Kwa hivyo hapo maandiko inaonyesha vile tumesaliwa mara ya pili. Tunaposaliwa mara ya pili, tunaruka pande hii. Mungu ni mtakatifu, Yesu Kristo ni mtakatifu, Roho ni mtakatifu, mbingu ni takatifu. Kwa hivyo tunaposaliwa tunafanyika watakatifu ili tuweze kuingia katika mbingu ya Mungu takatifu. Hakuna mwenye dhambi ataingia mbinguni. Ukiwa na dhambi ndani ya moyo wako huwezi kuingia mbinguni. Na ndio Mungu alituma Yesu alitutakasa dhambi zetu. Baada ya kutakaswa dhambi zetu ili tuweze kuingia katika ufalme wa mbinguni. Haleluya. Mwanadamu anajua kuandaa wakati, anajua kuna wakati kutakuwa na njaa, inafaa niandae chakula kwa sababu njaa inakuja. Lakini hakuna mwanadamu anaandaa siku yake ya kufa. Kufa ni lazima utakufa, lakini ufikiri kuhusu kufa. Na uyajiandaa, ukifa utaenda wapi? Au yajifikiria, nikifa nitaenda wapi? Kufa ni lazima, na ukifa utaenda wapi? Mali yote ulio nayo, mali yote unapigania utayaasa, vitu vyote utaasa. Ukiviasa siku hiyo utabaki wewe peke yako, utaenda wapi? Na Biblia inasema kitabu cha Waebrania 9 mstari wa 27 inasema baada ya kifo ni hukumu. Baada ya kifo si hata ya kwamba ni kuna mahali unawekwa. Unajua kuna dini inakwambia kuna karumu unawekwa, unangojea hapo, watu wako duniani wanakuombea, unatolewa ili upelekwe mbinguni. Hiyo ni uongo. Angalia kitabu cha Waebrania 9 mstari 27 inasema, na kama ilivyowekewa watu, kama vile watu walivyowekewa kufa mara moja, na baada ya kufa hukumu. Si baada ya kufa ni masisi. Masisi ni yenu. Haleluya. Masisi ni nani? Masisi ni yenu. Lakini baada ya kufa ni hukumu. Ukikufia hapa saa hii, ukufe saa hii, unasimama mbele ya hukumu ya Mungu. Na hukumu ni kutenganisha. Hukumu si kitu kingine. Hukumu si hata kwamba kuna kesi kule mbinguni, hakuna mahakamani, hakuna marudi mara ya pili atatokea bila dhambi kwa wale wanaomtazama kwa wokovu. Mpendwa mtazamaji, Mungu akubariki kwa muda huo ambao umekuwa pamoja nami ukifuatilia program yetu. Shukuru mtakatifu na mkombozi wetu Yesu Kristo, na kushukuru kwa sababu ya neno umetupatia siku ya leo. Neno hili limeshaingia ndani ya mioyo yetu na limeshabadilisha mtazamo wetu. Na Bwana majeshi, tumeanza kuwa na mtazamo tofauti. Tulikuwa tunajiona wenye dhambi, lakini Bwana majeshi tumefikia toba na tukageukia mwana wako Yesu Kristo. Tulipomgeukia mwana wako Yesu Kristo, tukaona dhambi zetu sote juu yake na tukaona haki yake juu yetu. Sisi ni wenye haki kwa sababu Yesu alibeba dhambi zetu na yeye akatupatia haki yake. Tunakushukuru kwa sababu ya upendo uliodhihirisha mpaka ukafa msalabani, damu yako ikatiririka msalabani, na hiyo damu ikatuosha dhambi zetu zote. Ndio tunasema hatuna dhambi kwa sababu damu ya mwanao Yesu Kristo ilituosha dhambi zetu zote. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Mungu akubariki mpendwa mtazamaji kwa huo muda ambao umekuwa pamoja nasi. Ukijisi kusupport hiyo kipindi, utatumia hiyo tu namba unaiona kwa hiyo screen, na Mungu atasindi kukubariki. Amen. Tuage mtazamaji kwa makofi, sangwe na vigelegele. Amen.